Leo tuko na mtasisi huyu hapo anamuita wanamuita Ukange Cape. Anapatikana pande za kule Kariakoo, Manyema na Muhonda. Huyu bwana anafanya kazi kubwa kabisa ya kuuza kofia aina zote. Jipatie kofia pale kwa Ukange Cape. Kofia aina zote za kijanja. Anapatikana Kariakoo, mtaa Manyema na Muhonda. Anauza kofia aina zote za jumla na rejareja. Kama unahitaji kofia basi ukifika pale, kuna frame kubwa ambayo ndani yake imesheheni kofia nyingi sana za jumla kabisa na rejareja. Anafunga mzigo na kutuma mikoani kwa bei nafuu kabisa. Ni kofia za aina tofauti tofauti. Kuna kofia za Nike, kuna kofia za Adidas, na ziko kofia za kampuni mashuhuri kama vile Ford na kampuni nyingine nyingi zinapatikana pale, nyingi sana. Mkoani anatuma mzigo kwa uaminifu mkubwa sana. Kwa mahitaji ya kofia, pata oda yako safi kabisa pale kwa Ukange. Ziko pama za kiume na za kike zinapatikana pale pia. Kuna mabinti piskalo wanapenda kupendeza, jipatie pama safi kutoka pale kwake kwa bwana Ukange Cape pale pande za kule Kariakoo. Pia ziko boxer za kiume ambazo zinapatikana pale za kampuni tofauti tofauti zenye uwiano na ubora wa kipekee. Ziko nyingi sana pale, na pia ziko soksi za sport na nyingine nyingi. Jipatie huduma safi kwa bwana Ukange. Wanakuambia pia ziko hands belt za Kinyamwezi kabisa ziko pale, na pia ziko wallet liza kwa ajili ya wanaume na kwa ajili ya kuhifadhi kitambulisho na fedha. Wanakuambia kwa bwana Ukange Cape ndo habari ya mjini. Ukange Cape ndo habari ya mjini, si mchezo. Sehemu ya pili twende nayo. Sasa wakakuta mwanao anajinyonga. Kiti kadondoka chini. Wacha kamba imkamate kweli. Sasa wakabaki wanashangaa. Ulikuwa unajinyonga? Saidieni ya kufa. Mtoto wetu. Hata ni mtoto wao ambao anamdekeza sana. Suning. Msiji subiri kwanza. Funga mlango watu wasijione. Yaani kwa nini? Wakafunga mlango. Sasa ni aibu msomi kujinyonga baada ya kushindwa kutatua changamoto. Wanangu. Nishika. Nyinua miguu ninue. Kamba inanivunja shingo. Ninyanga nisaidie. Yakabei nyanga wewe kambeba huyu na akambeba huyu. Wamtoe pale ili kamba isimnyonge sije kavunja shingo kweli. Yakabidi familia itoe msaada kumtoa kijana wao pale. Tumia hii. Haya, endelea jizungushe. Wakaanza kujizungusha. Kuizungusha ile kamba ikazidi kunyonga. Rudi upande wa huku mnaniulia mwanangu. Rudi upande wa huku mnaniulia mtoto. Mama anampenda mtoto wake kweli kweli. Mama anampenda mwanae kweli kweli. Mpaka kuku wakawa wanacheka watu vipi. Hapo. Yaani nimechoka. Bana ajisikia kuchoka. Jamani akazidiwa miguuni watu wawili kwa juu. Wacha dondoke chini. Hii familia kasheshe. Odi? Majirani. Kwema. Kuna shida gani? Tumesikia kishindo huko ndani. Mko sawa kweli? Tuko sawa. Hapana. Kitu kilianguka tu. Kila kitu kiko sawa. Kwa nini? Subiri. Ni nini tena jamani? Mtoto wenu mlimsahau huyu mdogo alikuwa anakula huko nje. Mwekeni chini ataingia ndani mwenyewe. Asanteni. Haya. Kumbe umetua vibaya. Kia mtu kaumia. Mtoto wangu, uko sawa jamani? Hivi nyie mmerudi saa ngapi? Asa alikuwa ajui imekuaje umetolewa for free imezekanaje? Majirani, nimeonekana nikijinyonga na watu. Watu hawaja kuona. Afadhali kama watu hawajaniona. Usomi wangu utakuwa bakia. Watu walisema eti ulikuwa unajinyonga, ni kweli? Kujinyonga ndo nini eti? Maana mimi sijui. Ina ladha nzuri au ni chakula? Wewe mtoto anaanza kula huyu. Kujinyonga chakula kwanza hiyo. Maana watu wameona jamaa kazibia. Yaani mokoni mwanangu. Kabidi mzee akatafuta daktari aje kumuokoa mtoto wao. Kufika wa mtoto hayupo. Kumbe yule pale amekaa anajisomea. Umerudi? Nimeshara. Uko sawa kumbe? Nimeshara. Kwa nini kwaje? Dokta. Familia yangu ni wagonjwa hao. Dokta.
Unaumwa wewe au? Mtoto vipi? Sauti imeenda wapi? Kweli au? 不太严重。 Amna mtu anayeumwa. Ila tunaumwa kidogo. Basi sawa. Akapotezea. 那就好。 Basi vizuri kama yuko sawa. 那 Dokta, basi wewe nenda tu. Tuondoke dokta. Nilifikiri hayupo sawa. Familia yake wanampenda sana. Sasa wanamjali mno. Yeye anaona aibu kwamba alishindwa kuiokoa familia yake katika wakati wa shida. Yeye ni msomi, familia yao inampenda mno na inamdekeza sana. Lakini sasa hapendi kuaibika. Yaani kuaibika kitu moja hapendi kabisa. Ni amesoma ndio, lakini hapendi kuaibika kabisa. Sasa mtu ambaye alikuwa anamuona ana maana ndo huyo. Sasa jamaa leo anakuja kwenye geto lake. Kugusa mlango unaanguka. Nyumba chafu, maeneo machafu. Yeye waga anaishi hapa. Familia yao waga anamuonaga mtu ambaye hana akili vizuri. Kwa hiyo wamemtenga kabisa kwa sababu ni binamu tu kwao. Kwa hiyo yeye amekaa katika ile eneo, wamempa chumba cha pembeni. Hii sehemu jamaa alikuwa anaishi huyo jamaa. Jamaa alikuwa mchafu nini? Basi dada yao ndo huyo nyumbani, yeye ni mpishi mkubwa sana. Binti anajua kupika kweli huyu. Bonge la binti mmoja mrembo sana. Anajua kupika sana huyu. Basi yeye kazi yake ni kupika na kushughulikia masuala ya nyumbani. Wewe usiruhusu kudokoa. Kudokozi ni mbaya, atakuvunja meno. Dada. Haya faster, muite mzee. Waje mama na baba waje mezani kula. Haya. Basi sawa. Muangalie na Suning sasa. Wenda kamuite ni Nyang haje kula. Jamaa akaitwa kuja kula chakula cha jioni. Sasa hizi nguo kumbuka amezikuta sababu jamaa aliyekuwa na huu mwili. Sijui kaendaga wapi. Jamaa sema sikumbuki vizuri. Lakini nikaona wana familia wangu kumbukumbu inakuja. Sifahamu mtu yote na maisha kabla ya hapa siyajui. Ila anajua tu maisha akiwaona ndugu zake anawakumbuka. Ndugu tu ndo anawakumbuka. Lakini maisha mengine baada ya hapo hajui kitu yote ile. 银行卡里面的钱还没用。 Mimi nishazoea kutoa hela kwenye ATM kadi. Ujinga kweli. Nimepokea mshahara wangu mkubwa mara ya kwanza hata sijamaliza. Nimedownload movie sijaangalia kwenye website. Hii sehemu gani? Nimeingiaje humu? Kwa nini karne ya ngapi? Watu watumia uchawi, watu wanatoa moto mkononi. Mbona sielewi? Hapana. Siwezi kufia hapa bila kujua hapa ni wapi. Lazima nijue hapa ni wapi nipate kutoka. Haya mda chakula. Akajiunga mezani kama kawaida kuja kula na wenzao wa hii familia. Hey, mda chakula mtolia hapo. Kwa hiyo msiruhusi kuja au? Sasa waga wamweki mezani. Mapishi yako yamekuwa mazuri kweli. Unapika vizuri siku hizi. Sauti yake imeenda wapi jamaa? Alikuwa ajinyonga koromeo limebanwa na sauti. Asema hii inaitwa amnesia. Ni ugonjwa wa mshtuko ambao mtu anaupata. Jamaa akamwambia msijali. Amnesia ni mgonjwa ambaye alipata mshtuko ambao kamfanya kumbukumbu zikapotea mara ya kwanza, lakini baada ya muda atakuwa tu sawa na sauti yake itarudi. Hii inaathiri tu ubongo, lakini mazoezi ya mtu ya kila siku majukumu yake anayafanya. Kwa siti yangu iko wapi? Sasa waga wampi siti maana washamzoea ni mjinga fulani, waga hawamjali katika familia. Haya. Jamaa akaona akae. Sasa nilikuwa nashangaa kwa nini najisikia kusinzia. Jamani, mimi pia asa vijiko vyake hakuna, yani hana vijiko wewe. Leo mnalia kijiko chako kwa tulia kwanza. Sio kitu kikubwa. Ya zamani msiale. Tuanze kwa leo mapya. Na kuanzia leo msimkumbushe matukio ya nyuma huyu mgonjwa. Jamaa kafika kaanza kula. Sasa washamzoea jamaa waga anajitenga na wao. Huyu jamaa kawa tofauti kweli. Kila mtu anamuona amebadilika, kaanza kuwa mchangamfu. Walimzoea Susheng alikuwa mtu fulani mpole sana. Mama nishangaa hivyo. Na hisi kama badilika hivi kama sikosei. Hauko kama zamani. Ulikuwa waga uongei, mkimya unakaa peke yako. Leo umetatua kesi. Mimi nashindwa kuelewa. Hivi ile kesi umeitatuaje ile kesi kubwa kama hiyo tukaachiliwa? Ikabidi aelezee maana washamjua yeye ni mtu ambaye hanaga akili. Jamaa akaelezea ilivyokuwa bwana, hivyo ndivyo ilivyokuwa, familia ikaachiwa. Akawapa story nzima. Hapo sasa nimejua. Mimi sikufikiria mara ya kwanza kwamba una akili kiasi hichi. Wewe ulikuwa mpuuzi fulani tu, mjinga. Hii kesi umetatuaje? Kwani wewe ulikuwa pale pia ukihesabu hela? Ama nipangalau kasehemu kidogo basi nitulie nikapata kawaini kidogo. Tupo hela ya kunywa waini kidogo najitengeaga baada ya mshahara wangu. Haifazigi hela zangu pia. Mbona kusema hayo yote kabla ya hapo yote? Mimi sikufikiri kama unakuwa na akili. Nikaona jambo la kawaida sana matukio kama haya. Ila usijali. Mambo ya kawaida gani?
kidogo tuue familia yetu yote kusema makosa yako ya uzembe wako. Yani nilikuwa mpumbavu jamani. Nisameni baba yenu. Ingesababisha maafa familia tena. Mama, nyota zinapendeza usiku wa leo. Basi wote walikaa kwa naangalia nyota pale nje kama familia. Baada ya kunusurika mkasa janga kubwa kama hili, wote walikuwa wamekaa nafikiria. Tuingie upande huku. Sasa kitengo cha utabiri kikake kinashughulika sana. Kinashindwa kuelewa hivi yule jamaa aliundaje ile silver bandia. Wao pia wako wanajaribu kutengeneza bandia. Maana wao hamna sayansi ambao hawaijui. Ila kile kitendo cha kutengeneza silver bandia wao walikuwa wajili kwaje. Hivi kwa wewe, mtu elekeza huyu jamaa alifanya mpaka akatengeneza silver bandia. Asema ile process yake ikoje? Asa binti anakumbuka alimuona Su Chen akitengeneza. Asema kila kitu kipo sawa hapa. Ila kuna kitu kipo sawa. Asema inaitwa sayansi ya zamani, uchawi wa zamani za kale. Kwa baadhi ya za kumbukumbu zimepotea. Kwa hiyo ni uchawi wa zamani hizo. Wanafundisha uchawi wa kutamka. Na mkumbuke kila kitu kwa makini mkubwa. Hii inaitwa Elementi. Oh, Hello Helena nile bibero bora chinja na ondoa figo nene. Nafahamu wasoma nafahamu hii formula ya Hello Helena lile bibero bora chinja na ondoa figo nene. Sasa hiyo ni elementi fulani za chemistry ambazo wale soma wanazifahamu. Haya. Binti akaambia ni hizo elementi zinasababisha hivyo. Kaiwei, uko hapo? Uno mkuu mwenyewe wa kitengo hichi alimuita huyu mzee. Nini shida? Asema ni kuhusu kutengeneza hii chuma ya sodium. Mimi sijui pia formula. Kwa baadhi ya vitu kwa dunia kumbe hujui. Asema vitu vingi katika dunia mimi sivijui kwa kweli. Ila kuhusu uchawi amna nisichokijua. Ila mimi sijui mpaka sasa hivi. Hao waizi ambao waliiba hizo pesa walikimbia wapi miaka 19 iliyopita? Wamerudi tena. Umesema hao waizi wanakujaga wanaiba pesa wanapotea. Na hujui kwa wapi walipokimbilia. Asema wanaiba kila kitu ambacho cha thamani wanaondoka nacho hawa watu. Aha. Babu anasema kuna waizi anawafahamu miaka 19 iliyopita waliiba wakakimbia na vitu hapa. Ila hajui walikimbilia wapi. Okay? Master, katika mafunzo yako unaweza kuona future na siku zijazo. Kwa nini usijua hawa waizi wako wapi? Na kwa nini huyu Su Chen ameweza kufanya sayansi ya kama hii? Akaambia wala usijali. Kila kitu kina ishara yake. Tutakuja kuelewa ilikuwaje Su Chen akawa ameingia huko. Wewe twende tu pole pole tutaelewa. Su Chen baada ya pale alikuja kukaa kujitafakari. Leo ni siku ya 7 katika hii dunia ambayo sijaizoea. Nikava nishakubali uhalisia. Uenda niliingiaje hapa sijui, lakini nishaanza kuona hatima yangu duniani ilikuwa ngumu. Katika hii dunia hapa labda uenda hatima yangu ikatimia nikiwa hapa. Sasa Su Chen alikuwa na ndoto ya kuwa tajiri sana duniani kawaida huko. Sasa baada ya kuja katika hii dunia akaona uenda akawa tajiri katika hii dunia hapa. Sasa jamaa wako huyu mzee waga ana tabia anaficha hela anaondoka. Kila mtu katika hii familia ana tabia yake. Huyu mzee anafichaga hela zake mke wake asizione. Anazifichaga sehemu mtu mwingine hawezi kuona. Basi mke wake kila mwisho wa mwezi mke wake huaga anakusanya hela za matumizi za kila mtu. Katika nyumba tulifungwa hakuna hela. Tunaanza upya hela hamna. Ni kweli mke wangu hela sasa hivi hakuna. Hela ya makeup hana. Nyosha mguu wako. Inua mguu. Mke wake alitambua kaficha hela. Mke wake anamjua mume wake kweli kweli. Kuna hela kaficha kwenye kiatu. Hii nini? Asema hii ni pesa ambayo nataka nikupatie wewe. Hii noti kubwa kama hii umekaa umeficha kwa sababu gani umeficha? Asema mshahara wangu wa mwezi huu nimeuchukua. Lakini mshahara wa mwezi uliopita sio mwezi huu, mwezi ule uliopita. Afu asa mke wake huaga anachukua hela zake zote. Yaani akishapokea mshahara tu mke anachukua zote. Na huyo binti kazi yake ni kushughulikia matumizi ya nyumba na mapishi ya nyumbani. Kwa binti anahifadhi hela na anapikaga. Lakini binti pia anapenda kusoma stories za mapenzi za watu wa zamani za kusimuliwa. Binti uzipenda sana kama burudani yake. Huyu mdogo anapenda kula. Ani kila kitu mbele yake kinafaa kuliwa. Huyu mtoto mdogo anapenda kula. Lakini mwingine ni msomi. Lakini usomi wake sio ule ambao una manufaa.
ni mtu ambaye anadekizwa sana na kusoma, lakini hana uwezo ule ambao wa kutisha kiasi hicho. Jamaa akasema anyway, kila mtu hapa ndani ana tabia yake. Labda katika hii dunia naweza nikaa tajiri wa kwanza. Jamaa akaona atumia uwezo wake duniani kule awe tajiri. Break ya kwanza akasema ili niwe tajiri wa kwanza duniani hapa katika hii dunia yao niwe tajiri hapa, lazima nianze na biashara ambayo itanipatia faida. Watu wa huku hawana elimu kama elimu ya duniani ya huko mbele. Kwa hiyo hapa nitakuwa tajiri. Kwa hiyo nitaanza plani yangu ya kwanza kutengeneza pesa. Sasa akaamua awe tajiri hapa. Jamani kila mtu, nataka muelewe plani yangu ni nini nitakawaambia. Njia ya kutengeneza pesa. Asa kuja hapa kuomba mitaji familia hawana muda naye. Jamani nisaidieni kama familia yangu. Mimi na mtaji ambao nataka tu mtaji nianzishe biashara. Nitakuwa tajiri mkubwa. Kama mnyamini niazimeni hela yenu, nitarudishia. Nipeni tu mkopo wa hela kidogo nifanye biashara. Lingio. Amsaidia kufua nguo mwanangu. Anaongelesha wako na shughuli zao. Akaona mfuate Suning. Suning, najua unasoma chuoni. Najua utakuwa na akiba yako ya hela Sikia, niazime hapo hela kidogo, nianzishe biashara ikiwa kubwa, nitakupatia unihesabie hela. Jamaa akakataa kumkopesha. Maana hawamwamini, wanafahamu ana kichwa kibovu. Mjomba Pingzi, nimesikia wewe ni mlinzi wa kifalme, kwa una nafasi kubwa kidogo. Ndio, nisaidie basi mshahara, hela kidogo tu. Nitakufanya mwanahisa. Jamaa akajifanya afanya mazoezi, amekataa. Hello dogo. Una hela kidogo hapo niazime ya matumizi yako, nisaidie kidogo. Sina hata 100. Akamcheki shangazi yuko pale. Akaona ngoja. Akamfuata sister. Oh sister, najua unatunza pesa matumizi ya familia. Kwa hiyo sikia, toa kidogo hapo nipatie. 10% nitakupatia mshahara wangu. Wewe mpumbavu. Shangazi wananiingilia, sinaongea na dada yangu hapa. Haya basi. Lingyu. Haya, kafue. Kaka shika nguo yako ya kazi, kavae. Rudi kazini. Kumbe ni mlinzi. Kazi yako ni mlinzi, na maana hujui. Umeishi miaka 10 hapa, hujatoa hata 100 ya kodi wala hela ya chakula. Tunakudai zaidi ya 600 na kitu. Kwa hiyo tunataka hiyo hela hapa. Kafanye kazi, ulete mshahara hapa mpaka deni lako liishe. Umenisikia? Fasta kazini. Mimi ni mlinzi. Fanya kazi ya ulinzi mimi wewe. Mimi mtu gani wa kulinda na elimu yangu nilionao kubwa hivi? Ashwa. Mjomba, hebu ambie tu ukweli bwana. Hebu msawishi mkeo. Hebu fanya haraka, vaa nguo nenda kazini bwana. Acha upumbavu wewe. Ona maisha gani hapo ulipo? Una elimu gani wewe? Hata kuigiza bwana. Jamani nisaidie kitu kimoja. Nisaidie tu hela. Shangazi akaona mpumbavu kanisahau huyo. Vaa nguo ya kazi faster. Ni nyang. Vaa. Mama karusha kisu mzee. Shangazi ni mkali. Kobe kapita. Hiyo, nikapiga hapo. Mungu wangu. Shangazi amekasirika. Kazini haraka. Ulete hela hapa. Saidieni! Majirani! Nisaidieni! Ananiua! Wanamfahamu shangazi waga akivurugwa, anavurugwa kweli. Basi ikabidi arudi kwenye kazi yake. Kumbe jamaa alikuwa ni mlinzi. Sasa biashara yake akaamua yake plan za biashara. Anyway, akawa anafanya kazi yake ya ulinzi kama kawaida. Yeye ni mlinzi wa kituo cha polisi cha mtaa. Akaona ngoja kucheki kumbe dunia pia wana sementi. Alitaka atengeneze sementi aziuze. Wana vioo. Kumbe dunia pia kuna vioo vya kujiangalia. Biashara ya sementi na vioo hapa imekwama. Hem, tuangalie biashara ambayo hakuna katika hii dunia. Huko watu paka wanapaa na kuna bunduki, gobole la kukoki lipo. Mungu wangu. Alitaka atengeneze magobole auze, huku yapo. Uwekezaji huu hamna. Hapa labda ni muundo wa biashara nyingine. Hapa ni kiuno biashara ambao hakuna. Hatima yangu itakuwa nzuri. Fikiria kabla hujaongea. Uvumilivu wangu unaisha. Wewe mpuzi. Unataka nini? Sikiza, nataka nikupe formula kukaanga karanga. Sisi hapa tunazo hizi hapa. Unakaanga unaivisha. Mimi sijasema kama nitanunua, nataka nikupe idea. Karanga uzieke mambo fulani ziwe nzuri zaidi. Tunazo hapa karanga kilo 20. Sasa sikiza, utatengeneza faida mara 3 kikaanga karanga. Tunayo. Huku pia unakaanga karanga pia. Au niandike stories za vitabu niuze katika mitandao ya kijamii kama website. Sema huko hamna mtandao. Au niandike stories za vitabu. Lakini vitabu pia wanauza vingi. Jamaa kona hapa hamna kompyuta kuandika kitabu. Hapa na biashara zangu zinakataa. Kila biashara inashindikana.
Anyway, kila biashara hapa ipo, stories zipo. Labda nirudi kufanya kazi ya ulinzi. Ikabidi tu aendelee na kazi yake ya ulinzi. Kumbe huyo jamaa alikuwa mlinzi. Asa kuanzisha biashara hapa sio kazi rahisi. Labda nifikirie upe plani yangu. Biashara hapa itadunda. Mara kaikila kisu shingoni. Faster ingia kazini. Aya, shangazi anataka hela yake, wanamdai hela nyingi sana, kaa kwa bure. Kwa mshahara huaga namletea yeye. Akishafanya kazi mshahara, shangazi anaikusanya yote. Shangazi alimsimamia mpaka aingie kazini. Kwa hiyo ni mlinzi wa kituo cha polisi akushughulikia masuala ya ulinzi wa ndani. Haya. Maana yake ni kazi ya kawaida sana, ni ulinzi tu wa mtaani hapo ambapo kituo cha polisi cha mtaani cha serikali ya kwanza kinaanzia hapo. Haya, yeye akawa tu mfanyakazi wa askari wa kawaida tu. Kufika hapa akaokota hela. Hii ni silver hii. Mna bahati. Sina hela limefika tu kazini na hapo naokota hela. Sasa kumbuka hajai kuja kwenye kazi kama hii, ni mara yake ya kwanza anakuja. Kwa kumbukumbu jingi hakuna. Nani kaangusha hela jamani? Nimeokota hela. Mara katoka mbwa kaya. Kuna mtu aliyekota hela. Jamaa kaficha hela. Kuna leo kinakwambia. Nimesolve kesi kubwa, kesi yenyewe ni ngumu. Afu nimeangusha hela yangu, nikimshika mjinga ameokota hela yangu. Anamsikia bosi anaongea, mkuu. Mr. Wang ndo mkuu wao. Sushan. Huyu ndo mkuu wa hapa. Mbona marudi tena? Si usikie umefukuzwa? Au likamatwa imekuaje? Akaoneshwa ile kesi ilivyokuwa. Kumbe kesi imefungwa. Okay. Ile kesi kumbe na wewe ulisaidia. Kwa umeachiliwa. Mkanda hapo. Ni nyangu kumbe ujui. Siku zilizopita hapa kuna mauaji yametokea mtaa wa 3. Muuaji ni mfanyabiashara mkubwa. Aliuawa akipigwa na kitu kizito kichwani akafa. Hii kesi imekuwa ngumu kweli. Afu mwisho ni siku 3 tu. Hapo ipo bosi hajielewi anasolve vipi hii kesi. Wala msijali. Ni nyang. Ulikuwa haupo hapo kwa hii kesi ikuhusu. Lakini nitaomba waheshimiwa tupunguzie au tuongezee muda wa kutosha tuweze kuchunguza hii kesi, sawa? Na hapa nitawapitia wote kwa saidia ndugu zangu. Tutapitia mengi pamoja. Vipi kuhusu kwa nini tusipumzike kidogo? Kupumzika kivipi? Tutulie kidogo. Tuzuge. Haya. Kuzuga ndo nini? Wakashangaa jamaa anaongea nini huko? Okay. Tuzuge jamani. Ni kesi sio ngumu kiasi hicho. Lakini ni kazi nzuri, sio? Tuzuge kidogo tu relax. Mnasemaje? Tuzuge kidogo. Sasa maana ya kuzuga ni hii hapa. Wanakuja wanachukua mfungwa ambaye ana kesi kubwa, wanampa kesi nyingine, anauawa na kesi inafungwa. Yaani lengo lao ni kumaliza kesi haraka. Kwa hiyo wanachukua mfungwa yeyote, wanamshikishia ile kesi, alafu anahukumiwa kwa kesi sio ya kwake. Wao kesi inaisha. Kwa kazi ya polisi inakuwa imeisha. Kuna mtu mbaya hapa ndani. Hao wote waliofungwa hapo na makosa. Akachukua yeyote, tumpe kesi. Achifwe. Jamaa kaambia hii sio sawa. Wakamgeukia. Jamaa kaona utakuwa ni muonevu. Hao watu bana ni watu wa kawaida pia jamani. Japokuwa kukosea lakini hawastahili kupewa kesi na kuuawa. Kwa hiyo kesi inaishaje sasa? Na kesi ni ngumu hivyo. Vipi kuhusu mimi nikitatua hii kesi? Jamaa akapewa kesi atatue tena. Kesi ya pili akaichukua yeye kwamba ile aokoe watu wasije wakahukumiwa sio husika. Akapitia ile mafaili ile kesi tena. Kwa hiyo naomba nikuulize. Muuaji nani hapa baada ya kupitia hiyo kesi? Na wako wapi? Jamaa kama kaida yake akitaki ya makaratasi ni kama vile jamaa ana kipaji fulani cha kutatua kesi. Asema mzee Yang Zurung mke wake wa kwanza alikufa. Afu akaoa mke wa miaka 20 ambao huyo mke analingana umri na mwanae. Miaka 20? Mke wa miaka 20? Baba mtu mzima aoe mke wa miaka 20. Muuaji mbona anajulikana tu. Yaani mwanaume mzee, mke kijana. Suchan, kana kwenye pointi. Haijalishi. Muuaji hapa ni fulani. Wakaita wale wawili pale. Wewe ni mtoto wa mzee aliyefariki, ndio? Babangu Zangzurui aliuawa. Baba yako alivyokufa wewe ulikuwa wapi siku mauaji yanatokea? Nilikuwa nasoma. Ulikuwa hujapumzika na mke wako? Hapana.
mshahidi yoyote aliyekuona ulikuwa huko SM 来的人证， ni usiku sana, hapakuwa na mshahidi. Wewe mke mpya, wewe ndo mke mpya uliolewa na miaka 20, si ndio? Je, sasa hivi una mimba na mume wako amekufa. 不是你和继子 Ule usiku ulikuwa umelala na mtoto wa mume wako, si ndio? Hapana, mimi sina hatia mheshimiwa. Sisi kulala na mtoto wa mume wangu mimi. 调理好 Nimekuwa nikijitunza, nikijitibu, hatimaye na mimba ya mume wangu. Sasa mnanisingizia, amnitendai haki. Wewe 你说看到 umesema kwamba uliona kivuli cha muuaji akimuua mume wako na kikimbia. 今日 Lakini tumesearch kila pahali, hakuna unyayo yoyote ule wa muuaji aliyeingia ndani ya nyumba yenu. Hii ni ishara kwamba nyie mnatunga uongo. 这 大人 Mheshimiwa, 潜入宅里， huyu ni mama yangu, mweze kumsingizia namna hii. Aweze kumuua baba yangu, haiwezekani. Kwa chunguzeni ushahidi. Mmekosa ushahidi, mnaanza kutusingizia sisi, si ndio? Ili mmalize kesi. 清醒，居然 Ni kama vile mtoto huyu mfanyabiashara ana ugumu fulani. Jamaa akaona ngoja. 狡辩。 Wewe unapinga, si ndio? 来人， Ngoja. Walinzi, 上刑伺候。 faster. Wapigwe fimbo mpaka waongee. Wakamshika kijana na kiburi. Apigwe. Mheshimiwa, 是要屈打成招。 unanitesa ili nikiri kosa ambalo sio la kwangu, si ndio? Dogo jeuri kweli huyo. 家书任职， Mjomba wangu ni sekretari mamlaka ya ibada na tamaduni za nchi hii. Kumbukeni hilo. 就不怕被他 Mimi siogopi kuhusishwa na kunitesa ili nikiri uongo. 又如何？ Kwa kama baba yako ni kiongozi, shida yako nini? 既 Unatakaje msaidizi wa waziri wa tamaduni? Kwa hiyo 的子侄 kwao ni binamu yake, sio? Jamaa akaona mtoto wa kiongozi ni kesi nyingine. Eh. Haya, usikurupuke hapa ni mahakamani, sawa? Hapa ni mahakama, usikurupuke. Heshimu mahakama. Toka. Ishia. Wakamwachilia. 屈打 Mr. Zhu, mlikuwa mnaniforce nikiri makosa. Mashahidi wananchi mmeona. Wanalazimisha nikiri kosa sio la kwangu. Ndio tumeona. Wanamforce akiri kesi. Jamaa akaona jamani mjeuri, hii mbinu haitasaidia. Akaja akamnong'oneza. Sushang akamnong'oneza. Sushang akamuita mshikaji, sikia. 什么谁？ Huyu dogo jeuri. Alafu tukiwahoji kwa njia hii itakuwa ngumu. Tuwaite chemba kila mtu. Hamna shida. Sasa akawapa mbinu wakubwa. Tutumie hii mbinu kuhoji kila mtu kivyake. Sasa mama alikamatwa akaifichwa katika chumba hichi. Alikuja kumhoji mwenye Sushan. Sasa huyu mwanamke kama kuna kitu anaficha, relax mama, nimekuja kukusaidia. 你可以叫我 Unaweza kaniita Mr. Su au Sushan, vote sawa. 事发当晚 Alafu ile siku mume wako alivyouawa 偷情， ulala na 张有瑞 mtoto wake, si ndio? Mlikuwa katika usingizi mzuri. Ghafla mume wako akakufuma, mkafumbaniwa na mume wako na mkashambuliwa. Ili sasa kuona na kuua, mwanae akachukua rungu akamuua baba yake, si ndio? Baada ya baba yenu kuwafuma ukiwa mlala na mtoto wake. Hapana. 我是冤枉， Mimi sina hatia katika hili wakubwa. Oh. 掩盖罪行， Ili kuficha kosa lenu, 拖到 ukamuua mume wako ukishirikiana na mwanae na mkaweka nyayo katika ukuta ili kuonesha ni ushahidi kuwa ni muuaji aliingia. 盗窃， Lakini mlikosea kitu kimoja. 后再串一串词，让家 Historia yenu imekaa vibaya, haieleweki vizuri kwa sababu kila mtu anakiri tofauti na ushahidi ulivyo wa eneo la tukio. 只是你们自认为出 Wao nafikiri mmemudu kesi vizuri, lakini si kweli. Mmeacha ushahidi mkubwa sana kuonesha nyinyi ni wauaji. Mheshimiwa, 可不能信。 usongee upuzi mbele yangu. Mimi sijamuua mume wangu. Unakataa bado. 张宪只留了出 Zhang Xiang mwanae 入 akati anachora aliweka fingerprint za miguu katika ukuta kwamba muuaji alipanda akakimbia, 留下 lakini mmeweka fingerprint za muuaji akitoka tu akiingia hazipo. 被死于 Alafu pia usiku alikufa yule mwanaume 现场并没 aliyemuua alikuwa sio silaha, mlimuua na kitu ambacho ni butu 人写 ambacho kina ncha kali kama hichi hapa. 是到 Mlimpiga kichwani kwa mshtuko, manake huyu mtu amkumuua kwa kukusudia, ila baada ya kuwafuma na tukio fulani mkachukua kifaa cha haraka haraka mkamuua, ambacho kilikuwa ni kile pale 在院 kia kuhifadhia taa mlichompiga kichwani, 市民 alafu mkaenda kumlaza nje, 说明 kichwa mkaegazia, 留下 mwili wake ulikuwa umeegamia uso chini, manake alipigwa na kifaa butu kwa nyuma. 有瑞的身份。 Kwa ushahidi naonyesha nyie ndio wauaji kwa wazi kabisa. 若真是贼人，要么 Kama ni ukweli 撤离， mkaona
amwezi kukimbia. Na ghafla mkaamua mtafuta ushahidi ambao mtasingizia kuko na muuaji aliingia, kumbe ni nyie. Na mkaondoa baadhi ya vitu eneo la tukio. Binti akaanza kuogopa kama vile hii kesi inamkuta. Wewe, binti akashtuka. Jamaa akamwambia Mariam, msikiliza. Akati nimekuja hapa, tayari mwenzako ashakiri kule kwamba mlifanya mauaji. Hapo ulipo na mimba. Sasa sema ukweli. Unaogopa nini? Ameshaongea kila kitu mwenzio, ushahidi huu hapa. Ni wewe ubaki ambao unakataa paka saa hizi. Kwa muda huu, rafiki yako ashakamatwa. Wewe sasa naomba ubidi uweke ushahidi ukae wazi. Alafu kumbuka wewe hauna hatia na mtoto wako pia aliko tumboni anahitaji msaada wako pia. Ukisema ukweli tutakupunguzia. Wewe ndio uliyemuua mume wako. Ukimtetea mwanae asiuawe. Ulimpiga na kifaa kwa kichwa ili ukimtetea mpenzi wa moyo wako ambaye ni mtoto wa huyu mzee. Wewe ulikuwa mpendi baba yake. Na tena kama nilivyosema, nimekuja kukusaidia. Mimi ni msaada wako hapa. Endapo utakiri ukweli na ukasema kwa uwazi kwamba ulifanya mauaji, na kuahidi kwamba nitakuacha wewe na mwanae ambao hajazaliwa bado. Kiri kosa kwamba ulifanya kosa ili nikusaidie. Mama akimwambia masuala ya mwanae tena aliko tumboni, alikubali. Je, kweli unaniambia ni kweli haya? Jamaa akamwambia ndio, kikiri kosa tu basi nitakusaidia uhai wa mwanao na wewe pia ukamzae mwanao kwa amani. Sushanga na huruma sana. Huyu jamaa ana akili alafu ana roho nzuri sana. Yaani roho ya huruma ilimfanya kanapitia haya yote maskini. Alimhurumia mwanamke huyu ni mjamzito na ameshafanya mauaji. Itakuwaje? Alimwonea huruma sana, kwa hiyo kabidi afanye kitu kumsaidia. Mama alifanya mauaji na alikiri yale makosa. Asema huyu mpumbavu mkubwa sana. Ufanye mauaji afu tumwachie kirahisi kisa mjomba wake ni sekretari wa waziri. Inawezekanaje? Mheshimiwa, mtu asubutu kuzuia mashtaka kama haya ni mtu mwenye nguvu. Mjomba wake akasema tumwachie binamu yake haraka iwezekanavyo. Na hii ni mamlaka mheshimiwa, tunafanyaje sasa? Sisi tuna nguvu kuliko wao. Lakini huyu binamu yake akafanya mauaji. Kusuluhisha hatuwezi kumwachia mtu kirahisi. Mheshimiwa, tumwachie kwanza. Jambo likiendelea kuwa hivi itakuwa ngumu kwa upande wetu. Hata kama sisi ni mamlaka ya haki, lakini kumbuka mamlaka zingine zina nguvu kuliko sisi. Kwa baba yake na wewe mjomba wake itakuwa ni tatizo kwa upande wetu. Wakiingilia itakuwaje? Sasa kwa sababu mjomba wake ana nguvu bana, wakaamua wamwachie. Zamani ukiwa mtoto wa fulani nilikuwa ni kiburi cha hali ya juu sana. Mtoto mjomba wake ni waziri msaidizi, akaona jamaa katoka kwa dharau kweli. Anatoka sero kwa dharau na yeye ni mhalifu tayari. Basi baada ya kuhitimisha ile kesi walikuja kupongezana. Ikasi ilikuwa ngumu sana. Tumemudu vizuri sana. Na shukrani zote ziende kwa Sushan. Amefanya kazi kwa miaka mingi katika ile eneo. Lakini hii kesi sijai kuiona. Leo kiongozi katusifia kitengo chetu. Hebu tule kwanza. Wao wako wanne tu, kwa hiyo wamefanya kazi nzuri kwa kama timu. Walipongezana. Ninyang, nakushukuru umesave hii kesi ndugu yangu. Unastahili heshima zote ni wewe. Hata nyie pia ndugu zangu. Heshima kwenu. Walikuwa wanapongezana kwa kazi nzuri ambayo waliifanya. Kwa kawaida wako jamaa anajificha. Kwa jamaa ana kipaji hivi. Mbona miaka hapo nyuma ulikuwa unaonesha kipaji chako vipi? Kikweli hata sina kipaji kiasi hicho. Ni kwamba tu ni mtu ambaye nimefikiria mwanamke yule pale ni mwoga nini, nikaamua nitafute mbinu zangu nimfanye akiri makosa na amekiri. Nilijua tu. Nilijua pia. Haya tunywe. Ni mzee wa mbinu. Jamani, kama ana kipaji kikubwa sana cha kutatua kesi. Kesi ya pili anamaliza. Ikabidi waulize. Afu chifu.
听说张宪 Nimesikia yule mwanaume Zhang Xin kaachiliwa akati babake analihusika kumuua. Ni Nyang, sikiliza. Unajua mambo mengine haya wajibu wetu ushaisha uchunguzi. Au mengine tuachie wakubwa. Wakubwa washughulikie. 能处理吗？ Watayamudu vipi sasa? Wewe usijali. Kazi yako imeisha, wewe piga cheers. Hapana, subiri kwanza. 处理不了 Ina maana huyu jamaa alipaswa kukamatwa. Mbona ameachiliwa? Sikiliza. Wewe usijali kuhusu kazi yako ishaisha, wewe kuwa na amani. 我都看见 Nishaona kinachoendelea hapa. 主部 Akiachiliwa, mwanamke ashakiri. Kesi yetu imeisha. Tuachie mnara wa Hauchi ufanye kazi. Mnara wa Hauchi ufanye kazi. Mnara wa Hauchi ufanye kazi. Wakasema waachie mnara wa Hauchi ufanye kazi. Sasa mnara wa Hauchi una nini? Hem, tuingie hapa. Baada ya kuona kesi imekuwa ngumu, walikuja katika mnara wa Hauchi. Mheshimiwa na mwana muone Jizu. Asa kiongozi Li yupo bize kidogo. Ana biashara anafanya. Sasa baadaye wakatoka hao wakaja nyumbani kwao. 徐主部当真去吧。 Adhaji kweli tangu mtaani siku zote kwa makini. Achukua mbaga hizi na kula. 长乐县衙却毗邻的 Wakamata hizi. Wakati ujao ukiwa kuna kesi kubwa, kumbuka ni wewe utakuwa unazitatua kuanzia leo. Sasa ule mkuu wao kitengo kidogo hichi. Sasa naye anakaa pale juu ya ule mnara wa Hauchi. Atamshughulikia Mr. Zhang hao. Wewe usijali. Kuhusu wao ambao wajifanya wana nguvu kuliko sisi, wale walinzi wa mnara wa Hauchi watashirikia. Walinzi? 哪根人？ Mnara wa Hauchi ndio kuna walinzi. Haya. Basi ilikuwa ni usiku. 你真是 Wewe unyelewi yao. Mnara wa Hauchi ujui au nini? Bwana changanya wewe. Kesi kuko hapa ujui. Sasa nilikuwa sielewi. Hao ni walinzi ndio. Mheshimiwa mwizi. Mwizi huyo. Kamata mwizi huyo. Kamata. Piga. 哪根人就是奸臣。 Ni walinzi. Kumbuka ni askari, kwa hiyo ni askari ambao wanalinda amani na mali za wananchi hapa. Yaani kituo cha kawaida sana cha polisi, kwa ni walinzi wa chini tu. 尤其是那魏渊魏 Wamekamata mwizi. Mwizi mkubwa. Msubiri tutamhoji nikisha kuja. Umeshaelewa sasa? Ukipata nafasi ya kuona hao walinzi utasifiwa sana na governor. Unajua governor katupongeza na ametupa off ya kupumzika leo. Tumepewa off. 这个酒钱一会儿匀。 Tutanyiki hapa. Kuhusu bili ya wani tunagawana ile bili ya pombe pa tumekunywa. Tunagawana basi sisi marafiki. Kivipi? Punguza kidogo hapo na natoa kidogo. Haya. Basi mandugu ni mandugu tu. Mimi si kiongozi bwana, mtulia. Hapo tuingie mtaani. Baada ya yote kutimia yale, jamaa alijisikia kunywa kinywaji. Kumbuka anywagi pombe. Kwa hiyo alijisikia kula kinywaji cha matunda akaja poa. Mpatie kinywaji cha matunda kidogo, sukari kwa mbali. Amashima hichi hapa kinywaji. Asante lako hii hapa. Sasa hapa ni eneo la vinywaji laini kama juice hizi. Jamaa kanunua juice akanatoka. Akaona kuna mshikaji mmoja anachungulia nje, sio anachungulia nini. Alivyocheki watu sura zao ni ngumu. Hao watu hawezi kuja kunywa juice hapa. Kuna mpango utakuwa nao. Alipoona akatilia mashaka watu sio watu wazuri. 这肯定有情况啊！ Akashangaa watu na sura ngumu hivi. Sehemu ya kunywa juice, mara akaangusha kisu mmoja. Nilijua tu. Huyo aliangusha kisu, alikiokota akaficha. Hawa sio watu wazuri. Na yeye ni polisi, kumbuka kazi yake ni kukamata wahalifu kama hawa. Alimfuata. Wewe, mara kasikia wewe kunywa juice toka. Yanafanyika hapa ya kuhusu. 果然有问题。 Kwa jambo liko sawa kama nilivyohisi tu. 长 Mimi ni afisa wa polisi kituo cha kati. 巡查 Na hapo nipo kwenye patrol. Huyu jamaa anatembea na silaha mtaani, nani kampa ruhusa ya kutembea na silaha? Mara kumbe ni wauaji wote wako hapa. Mtapigwa fimbo 50 kwa kosa la kutembea na silaha. Alikula kibao. Hao ni wauaji afu polisi peke yako. Aya. 我去， Mchai kupiga kibao na akarudisha kibao. 打牙一入狱。 Miaka 3 jela wewe. Pigo teke. Hao wauaji mzee. Kumbe hapa mtaani leo kuna mhalifu anasafirishwa kupelekwa gereza lingine. Hao ni wenzake wamekuja kumtorosha. Unaona? Mheshimiwa wanampitisha. Kwa tayari. Hao akaingia mtaani. Mtauawa endapo mkimtorosha mfungwa. Fika pale mzee, akamdhibiti huyo. Akaona hawezi kumuonea kirahisi. Pita naye mpaka nje. Asa wenzake wako kwenye mission.
Hao wapo katika mission. Jamaa kana anaharibia mission yao. Famia! Sasa, kumbe walikuwa wamekuja kumkomboa mtu wao. Jamaa kana anawacheleshia kwenye mission yao. Kata panga. Tena wako wengi kweli kweli, sio mmoja. Huyu ni mmoja kati ya wahalifu wabaya ambao wa ukoo wa Demon. Hey, kumbe wale kwa mchawi. Si mchezo. Katikati ya mtaa ndo naambi huyu hapa. Pinda katikati. Cheki, ni mchawi. Anapiga mbaya. Cheki, ngine ana ulimi kama huyu. Ana ulimi mrefu. Kata walinzi wote. Cheki, ni mchawi. Hili kabila la kichawi la Demon. Hao kasepa. Wanasepa, kumbe walinzi wa mtaa washafika. Sasa jamaa wako akawatokea kwa mbele tena. Amepigwa lakini bado asikii. Akawatokea tena. Kitu ambacho hapendi jamani kuonewa. Oh, hey. Jamaa akaona ngoja. Jamaa akaona nataka mkimbie na mhalifu amwadi mahali. Sasa Asema ni bora nife aise. Labda nikifa nitarudi dunia yetu nilipotoka. Lakini sio mnione. Oya, nyie hamna kitu. Johnny, maboya nyie. Kuda deki zako! Muoni! Taka mfata, aliwapa! Hapendi kuonewa. Hata kama sijui kupigana vizuri lakini leo mtatambua. Figa mpaka pale, aliwapa! Kata ngumi. Se, kunja. Weka chini. Piga ngumi kama zote. Tena una kelele huyu. Alimpiga. Se, fika, piga ngumi za kichwa. Alipewa teke zito. Wakamshambulia, walimkanyaga, walimpiga. Takumalizia mzee. Nini tena? Alikata vichwa pale. Nani huyo? Sasa, kumbe hapa pana kuwaga na walinzi. Walinzi wa mji. Wanaitwa The Guardians. Hawa hapa wako na zana mzee. The Guardians walifika pale. Cheki, wanazana hizo. Amruhusi kukosea. Hakuna kuogopa walinzi kama wewe sio mhalifu. Mara ghafla mkuu wao ndo huyu ni mchawi. Fasta katimba pale. Asema walinzi wakishafika jisalimishe. Hadi kama FFU haya nifanya fujo uone. Bwana, ilikuwa sehemu ya pili. Tukutane sehemu ya 3 sawa. 3, 4